Sababu tukiangalia hali vile inavyoendelea, na mtu yote mwenye akili ataona kuwa kule tunakoelekea tunaelekea katika shimo, na tunaongozwa na wanasiasa kuingia katika hilo shimo. Hivi sasa ukiangalia hali ilivyo katika nchi, ima unasherekea huku au unasherekea huku. Akili zimetupotea, tumelewa. Mimi ni huku kufa na kupona, na mwingine anasema na mimi ni huku kufa na kupona. Na ninajua Waswahili wanasema damu nzito kuliko maji. Ndugu yangu, madamu ni ndugu yangu, madamu ni kabila yangu, madamu kabila langu liko upande huu na mimi huko, naingia mzima mzima ndani kabisa. Uislamu unasema nini? Unsuru akhaka dhaliman au madhluman. Mnusuru ndugu yako akiwa ni dhalim au madhluman, yende mwenye kudhulumu au kudhulumiwa, mnusuru. Masahaba wakashangaa, lakini akawaelekeza akawaambia, antamnauhu minadh-dhulm, unamzuia asifanye dhulma. Imsik biyadihi, khudh biyadihi, mshike mkono wake, mwambie japo wewe ni kabila langu tu, japo wewe ni ndugu yangu, lakini huku unakotuelekeza it's wrong. Wewe ni dhalim, stop being a dhalim. Just think about it. Who is coming from outside to destroy this country? Are there people coming from outside? Sisi wenyewe. Mwenyezi Mungu anatuambia nini? Na tumeona nchi zingine majirani vile, biaidihim alqu anfusahum ila tahluka, kwa mikono yao wamejiingiza katika uangamivu. Mwenyezi Mungu anatuambia, na tunataka hata wasiokuwa Waislamu, listen to the message of Islam, wala tulqu biaidikum ila tahluka. Tunawaambia Wakenya, msijiingize kwa mikono yenu katika uangamivu. Ukiangalia yatakaotuingiza katika tahluka mara nyingi ni maneno ya mdomo, fitna na kueneza maneno ya chuki na kutukanana. Na tunaangalia ile sukhria ambayo iko, hadha yara nafsahu ahsan min dhak, huyu anajiona ni bora kuliko yule, anamfanyia sukhria, kejeli mwenzake, na maneno ambayo yanachemsha watu, yanachochea watu. Mwenyezi Mungu anatuambia alfitnatu ashaddu min alqatl. Hayo maneno ambayo unazungumza bila kufikiria ni fitna, yanazusha fitna. Unaambia afadhali kuua kuliko kueneza fitna. Angalia vita vyote ulimwenguni vinaanza vipi? Maneno ya mdomo, hadha lisan. When things go from bad to worse, kuna wale wana helicopters, you don't have a helicopter. Kuna wale wana passport zile, kuna wale wana dual citizenship, kuna wale wana manyumba ngambo na kwingine, they will go. It is the poor ordinary person going about looking for their risk, ndio atapata shida hapa. We have beautiful lessons to resolve these problems. Qaida min alqawaid usulia, wanazuoni wetu Mwenyezi Mungu amewapa ilmu, wamekuja na qaida inatuambia adhararu yuzal. Panapokuwa na matatizo huondolewa, lakini vipi? Walakinahu la yuzalu birtikabi dhararin akbar minhu. When you have a problem, dini inakwambia look for solution, tafuta njia ya kumaliza hilo tatizo. Lakini tahadhari, unapotatua tatizo isiwe unaleta tatizo kubwa kuliko hilo. Beautiful. Show me any system in the world with this kind of teachings. Ujue kuwa ikiwa wewe ndio utakuwa sababu ya watu kuangamia, damu kumwagika, mali ya watu kuharibika, wallahi yule ambaye anamiliki uhai wako utakwenda mbele yake. It doesn't matter your position in this world, utakwenda. Na tumeona wale walikuwa wanamiliki nchi hii mabilioni na kila kitu, mpaka wanaitwa total this total that, ainahum walikwenda, nchi imekosa kuendelea kwa sababu yao. Na wewe pia tunakwambia, wewe ambaye uko tayari mambo yaharibike, as long as you get your political interest, masulia. Hivi sasa ukiangalia watu wamejigawanya kwa sababu ya mirengo ya kikabila, na kwanza mambo ya ukabila yatatumaliza sisi. Na mimi nasema hivi, I did not apply to be a Masai. Ibrahim hapa hakuapply kuwa Msomali, alijikuta tu ni Msomali, khalas. Na si aibu mtu kuwa ni mtu wa kabila fulani.
Tatizo ni kutumia huo ukabila kuona makabila mengine ni duni. Na ukiangalia hata katika viwanja vya kisiasa sasa, our biggest problem is negative ethnicity, tribalism, kabila langu. I have the advantage, nikivaa hivi watu ufikiri ni Waria, kwa hivyo wanaweza, Wakikuyu watanisengenya na wajui nafahamu Kikuyu, Wamasai wananisengenya nasikia lugha yao. What people speak, la haula wala quwwata illa billah. Sisi ndio sisi, mtatujua sisi ni kina nani, kabila letu ndio hivi. Who told you? Mwenyezi Mungu anatuambia ya ayuhan nas. Kwa hivyo ameingia ndani Muislamu na asiyekuwa Muislamu, maadamu wewe ni nas, umeingia ndani yake. Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum inda Allahi atqakum. We want to tell you this message from here. This is the message of Islam. Hakuna kabila ambalo ni bora kuliko lingine. Mbele ya Mwenyezi Mungu sote tuko sawa. Mwenyezi Mungu ameumba, huyu ni Mkikuyu, huyu ni Mjaluo, huyu ni Mkalenjin, huyu ni Msomali, huyu ni Mmasai, lita'arafu. Which is the best? Ukiuliza mtu yote hapa kabila gani mzuri, atasema yangu ndio mzuri. Actually, if you ask me now, I tell you Masai is the best tribe. Ukiuliza Msomali sema anaga yetu ndio mzuri, anaga wafi'an, bogol yetu ndio mzuri zaidi. Ukienda huko kwa Waswahili sema sisi bana, kuna wengine kama Wabajuni katika nchi hii. Hata kisiasa sasa ukiuliza, if one is a Kikuyu atasema we are the chosen children of this country. Wengine watasema ni sisi, hakuna wengine. Lakini tunawaambia please, just calm down, humble down, come back to this world. The message from Allah subhanahu wa ta'ala, who created you and created me, is that inna akramakum inda Allahi atqakum. Kila mmoja wetu achunge ulimi wake. Usiwe wewe ni sababu kwa ulimi wako kuwasha moto au kuongeza kuni katika moto. Tutangazeni amani. Please keep away from problems. Chukueni tahadhari. Unajua mlipuko ikitolewa na mtu yoyote mwingine, it is not terrorism. Lakini ikionekana na mtu, duka likivunjwa na mtu anavaa kanzu, that will not be crime, it will be terrorism. Do you know that or you don't know that? So please, can you keep off? And if you are my brother or sister Somali, keep even more off, actually. Kwa sababu ya nini? You are already profiled. Why do you want to put yourself into more problems? And I don't want to tell you upige kura ama usipige kura. That's not my work. Tumia akili yako. Mimi nataka uwe safe. Nataka next week tuswali na wewe Ijumaa hapa ukiwa na macho yote mawili na miguu yote miwili. Tafadhali. Hasidi hana sababu, usimpe sababu. Tunaamini kuwa the future of this country is in the hands of Allah subhanahu wa ta'ala. Na tunaambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, hata ulimwengu mzima ukiwa utajumuika kutaka kufanya jambo ambalo Mwenyezi Mungu hataki lifanyike, halitofanyika. Na hata wakikusanyika wataka jambo lifanyike ambalo Mwenyezi Mungu hataka lifanyike, litafanyika. Kwa hivyo sisi pia kama Waislamu, imani yetu ni kama ya Musa alayhi salatu wasalam. Amefika kwenye bahari, wakaangalia nyuma wakaona jeshi la Firaun, wakasema nini? Inna la mudrakun, khalas tumekuishia hapa, wadamati. Wangekuwa Somali wangesema ya Musa wadamati, khalas. Lakini hawako wa Somali, walikuwa Arabu, wakasema inna la mudrakun, watatushika. Akamwambia nini? Inna ma'i ya rabbi sayahdini, nina Mola wangu. Na sisi pia kama Waislamu tuna Mola wetu atatuhifadhi. Lakini khudh bil asbab pia. Usiwe kwenye barabara huko unafanya fujo alafu useme Mwenyezi Mungu atanihifadhi. Wasomali wana msemo mzuri, wanasema ilahi bajira jidlo masihdo. Mwenyezi Mungu yuko, lakini usilale barabarani. Khudh bil asbab. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.